Unanunua 50 nyingine. Mahitaji ni kitu ambacho kama kiatu kimetoboka. Asante. Nyingine mahitaji, sema kwa sauti. Kununua nguo, daftari, chakula, viatu, kununua peni, kutoa hela ya mtihani shuleni. Safi. Uwekezaji ni kama nini? Unaweza ukaweka pesa uwekeze. Unataka kuwekeza nini? Pesa ya uwekezaji unaweza ukainunulia nini? Yes, kusoma. Safi. Chakula. Toka, sio uwekezaji. Toka hapa. Chakula sio uwekezaji. Na wewe? Nyumba. Unaweka pesa kidogo kidogo ili ujenge nyumba. Safi sana. Sasa haya ni jana tumesema yote matano. Leo hapa mbele tunazo vijamaa vitano. Hii imeandikwaje? Amuongee. Imeandikwaje hii? Na hii imeandikwaje? Na hii imeandikwaje? Na hapa je? Na hapa mtu mmoja anayejiamini wa kike. Nyosha mkono. Anayejiamini amenyooka hivi. Nyosha mkono. Wewe ni wa kike. Una shida gani? Wangapi wanasema ningeenda pale ningefanya kama yeye? Kama ni hivyo, piga makofi. Kama ni hivyo, piga makofi. Okay? Sasa wewe haupigi. Nenda kapande. Meza inateleza, itaanguka, na nyinyi wazito sana. Na hizo glasi zinapasuka, na nyinyi pia. Naomba wapewe mic sasa. Wameshajua ni shilingi ngapi, wapewe mic. Nani mwongeaji mkubwa hapo? Huyo dada. Sasa chukua mic, ongea dada, ongea. Ni shilingi ngapi hiyo? 11,000. Sawa. Naomba tuanze chap sasa, tuokoe muda. Baki dakika moja tumebaki hapo hapo. Nitawatoa hapo sasa hivi. Chukua hiyo mic sasa, mtuambie hapo umeweka shilingi ngapi? Sasa tumeweka 1,100. Kwa nini umeweka hiyo? 10%. Yaani nini sasa? Tuendelee. Ongea basi, akiweka tunaongea. Sadaka tumeweka 1,100, 10%. Okay, sawa. Akiba tumeweka 2,200, 20%. Okay. Hadi raha ya safi, taratibu tunaendelea. Yaani safi. Mama ndio kwa hivi hapo. Kuna mtu kasema washafeli tayari. Yaani mtu akishalopoka washafeli tayari. Kuisha habari yao. Tuendelee. Umeweka ngapi hapo? 5,500. Okay. Ukaji shilingi ngapi hiyo? 1,100. Okay. Jamani, tuwapigie makofi. 4,000. Sasa hapa nanunua kiatu cha shilingi ngapi? Ngoja niongezee zaka. Hapana, hauwezi ukatoa. Ukishapanga bajeti, tumia kama ilivyo. Kumbuka, matumizi mabaya ya fedha na kupenda vibaya pesa ni kutamani kitu ambacho huna uwezo nacho. Zamani ulikuwa ukienda tu kidogo pale, mara umenunua swiki. Hiki. Unapojumlisha siku ikiisha, umetumia hela nyingi, alafu pesa uliyoingiza ni kidogo. Nikagundua sasa hivi hata vota nikinunua ya 100 ninaiandika. Mwishoni baadaye jioni nakaa napiga tathmini, hapa nimefeli, hapa nimefanya hivi. Kwa hiyo nataka niwapelekezee wazazi na watoto
kuanzia leo pesa utakayokuwa unapata hakisha unaandika, hata kama ni ile ya shule unayopewa, andika leo nimepewa 1000. Hii 1200 nimetumia nauli, ni ngapi nimefanya hiki, ni ngapi nimefanya hivi, nimefanya, alafu natumia ile kanuni. Utafanikiwa sana. Baada ya miezi mitatu mwalimu utatoa shuhuda, na nimeambia watengeneza na vibudu. Kuna watu watakuja kuwa matajiri wakiwa bado watoto. Hata wale wazazi mwalimu wanajua. Mzazi akiwa kwa familia wale wa mama, kila siku unanunua mchele kilo 1 umepika. Tena kesho sukari nusu umepika. Kesho kutwa umenunua tena unga kilo 1 umepika. Ni tofauti na mtu ambaye atasema naenda kununua unga kilo 3. Sukari kilo 2, alafu weke ndani kwa nyumba ukitumia, unajikuta hiyo system imekaa vizuri kuliko yule ambaye anafanya kitu kila siku unatumia pesa nyingi. Ni wao watu wapendi kuongea. Ni wao kufanya somo mahali fulani, wazazi nao wako mbele wanafundisha, hawa tu ndio wamepooza, kama vile sio wamepooza, eti hawana shuhuda. Na wana watoto wamezaa, wanawapa pesa, wana ushuhuda wao wakifanya haya mambo. Wako watoto ambao wamekuja ndugu nyumbani, wamepewa pesa, waliwaomba, mwanangu naomba nikushikie, na kweli walimshikia na wakamshikia kabisa. Hawataka kutoa shuhuda, wanajua kila kitu vizuri. Kwa hiyo hii ni changamoto kwetu, tunatakiwa tuwe waongeaji wote, ili watoto nao wajifunze haya mambo, kwa sababu kiukweli wanayaona kwenye familia na wazazi wako hapa. Mimi nafikiri mwalimu, kesho tutakuwa na kipindi cha shuhuda. Okay. Kwenye habari ya hela. Yes. Wazazi watoe shuhuda na watoto pia watoe shuhuda. Yule ambaye alishawekeza hata pesa kwa mzazi mpaka leo imepotea, jamani, mzazi mtoto akiwekeza hela kwake hakisha unamtunzia. Na umtunzie kweli, hata dakika moja tunaomba, hata dakika moja. Hapa tumeshaweka na watu wameshakuja hapa, wamehesabu hizi pesa, wameshatupangia, tumemaliza, tulikuwa tunafunga. Nikawaambia wale wazazi, hata basi ushuhuda wa mtoto mmoja uliwahi kumpatia pesa akakusumbua, anadai pesa yake, amenuna kabisa, nataka pesa yake, au je kukutokea? Na kama ilitokea ulipitia uzoefu gani? Au wewe unafanyaje? Je, mtoto wako ana kibubu, ana mambo yake anafanya nyumbani, hebu tupatie. Ana kibubu chake. Kuna kipindi tulienda kwenye kambi la vijana la Makulungu. Sikiliza wewe mtoto. Yule mtoto tulikuwa tunalala kwenye mahema. Tulikuwa tunalala watoto wengi. Kuna hema walilala watoto 8. Kwa wakawa na banana. Akasema sasa mimi nalala kwa shida. Mbona mwalimu Edward analala peke yake? Ana hema la peke yake. Kwa nini kila mtoto asiwe na hema lake? Kaambia sasa hadi ununue mwanangu. Akaniuliza mwalimu Edward alinunua shilingi ngapi? Tukaenda kwa mwalimu Edward tukamuuliza. Akatuambia ukipata 70 unapata kahema kadogo kama hivi. Akaniambia mama, mimi ukiwa unanipa pesa nitatunza mpaka ifike 70 nikanunue hema langu. Mwaka mwingine ukifika atakuwa nalala peke yangu kama mwalimu Edward. Ili nisianze. Akamwambia sawa, akaanza kutunza pesa zake. Kweli alitunza, akafikisha 40,000. Alipofikisha 40, siku moja nikawa sina pesa ndani. Nikamwambia sasa mwanangu, unaonaje uniazime pesa yako? Shilingi ngapi mama? Nikamwambia naomba 20,000. Baadaye akaja tena mama yake mdogo akanambia, "Mama nisema pesa, ni azime." Yaani tukamwazima kama watu 3. Alitupatia, lakini sasa kwenye kumlipa kwa kweli hata mimi niliumia. Kuna mmoja alisema kwa kweli namkatisha tamaa huyu mtoto. Katunza hela zake hadi 40,000, mmemwazima alafu hamjarudisha. Kweli nilijisikia vibaya. Nikamwambia sasa mwanangu, nitakurudishia pesa. Nimesema nitakurudishia. Mpaka sasa hivi natoa ushuhuda huu, sijampatia ile pesa. Mungu anisamehe kwa kweli. Lakini nitampatia. Ila zingine ambazo nilimwazima, yani hapa nilimwazima sijamrudishia, lakini baadaye akaendelea kutunza, nikaendelea tena kumwazima. Hizo nilimrudishia mwalimu. Nikamrudishia. Alipoenda kwenye kibubu chake na nilimwelekeza kabisa kwamba kile kibubu, yeye ukiwa na kibubu kaniandika kibubu changu kwa Yesu. Nadhani watoto wa mpakani nilishawafundisha kibubu changu kwa Yesu. Yaani kile kibubu chake, kwanza ukimpa pesa, mimi hata nikiwa na pesa, nataka nilipe kodi. Hata na shilingi 400,000. Sitaki kuweka kwenye account, nampa Myron. Namwambia mwanangu naomba nitunzie hii pesa. Na nikimpa ananiambia, "Mama, funga mlango, nenda nje." Yaani asione nilipoweka. Si unaelewa? Anajua kwamba nitaenda tena kuchukua. Kwa kweli najivunia haya masomo yanayotolewa ya akiba,
amekuwa ni mfano mzuri, yaani ananipa furaha kiasi kwamba wakati mwingine nikipata hata kwenye mshahara wangu najikuta tu nahesabu pale, nasema sasa naenda kwenye kifungu chake, nikikibamba tu kilipo nafunua na mwekea shilingi 10,000. Kwa akienda kula anauliza mbona hela zinaongezeka? Hebu kumbuka, kumbe wewe anaenda kuangalia, alafu mimi sijui. Kuna kipindi nilienda kuchukua bila taarifa, akarudi analia, anasema kuna mtu kabeba pesa zangu kwenye kibubu, atakuwa ni mama. Nikamwambia kweli mwanangu, nitakupa mara 2 kwa sababu sikusema, na kweli nilimpa. Kwa kuna faida kubwa tukiwafundisha watoto kuweka akiba. Hata sasa hivi nikiwa sina pesa, naweza kumwazima anazo, na tuwafundisha pia watoto kwenye sadaka. Mwalimu, sadaka, yaani toa kile, yaani kile kitu kinachouma. Unajua sadaka yaani toa ile inayouma ile, kwamba pesa yangu hii, yaani hiyo ndio itoe sasa. Kwa hata sadaka ya makambi akija kunidai, nadhani walimu wa mpakani baadhi wao wanaelewa, naambia mdai mwenyewe ana pesa, huwa naambia. Akija naambia mama, naomba pesa ya sadaka kama katoe ya kwako, ile inayomuuma sasa. Mwalimu, nadhani niishie hapa. Asante sana.